Tumetoka kuitazama inaitwa All I Know ya kwake Waving Flavor, moja ya ngoma ambayo inafanya vizuri, na tukaona katika playlist ya ngoma ambazo tunataka tuzicheze leo kwenye showcase pia moja wapo ni ngoma fulani hivi kali. Unajua trap music ni aina fulani hivi ya muziki ambao ukiuelewa vizuri zaidi ni muziki fulani hivi mkali. Napenda melody kwenye trap music, aina beat ambazo zina, lakini zaidi napenda zaidi mnavochezea lyrics melody kwenye hiyo beat za trap. Hongera. Asante sana. Hii uliandika wakati gani? All I Know nimeandika 2023 bado. Ngoma zote nimeandika 2023. Okay. Ilikuwa ni nyimbo tu ambayo nahisi nilikuwa naelezea tu vitu ambavyo navijua kwenye music industry, you know, the music business, sure, and whatever. So yeah, it just came along and then ikawa hivyo. Nitaka nimshirikishe mtu fulani hivi mkubwa, lakini still tuko kwenye maongezi. Okay. Lakini soon, yeah. Ilikuwa kwenye ngoma hii kufanya remix au ngoma nyingine? Ilikuwa hii hapa actually nimeacha tu visualize YouTube sababu okay, sikuacha kwenye all platforms sababu kwa subia hiyo face ya jamaa, lakini mambo yakawa mengi, akana issue na basata na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni long process, lakini bado tuko kwenye maongezi. So sababu video nimeacha tu Januari. Kwa hiyo yeah, soon nahisi itakuja kwenye aina ya muziki ambao unafanya. Mimi namuona sana Young Lunya. Yeah. Kwamba ana fit humo ndani. Yeah. Vipi, ushakufikiria hata siku moja kufanyana ngoma? Yeah, of course. Young Lunya ni msanii mkubwa sasa hivi kwenye trap, especially na amefungua njia ya wasanii wa trap kusania kwenye lebo kubwa kama Sony. Sure. Ambao ndio sisi tuna aspire kusania kwenye malebo kama hayo, you know. Kwa hiyo amefanya evolution kwenye muziki, lakini wako wengi, kuna Young Lunya, kuna Country Wizzy, kuna Conboy, yeah. Chinbizi, wapo rappers wengi sana, J-Mo, you know, Yandu Tozi. So wote in due time tutafanya nao kazi, lakini yeah. Okay. Sawa, tutarajie nini sasa baada ya New Life? Yeah. Na All I Know, na kuna ngoma nyingine ambayo tutakwenda kuitazama muda si mrefu sana inaitwa Nofia. Tutarajie nini baada ya hapo? Ni album inakuja au ni mwendelezo kuachia wimbo mmoja wala wimbo mwingine? Yeah, actually ninaachia project yangu inaitwa Wave is a Beach, Wave is a bahari. Ilikuwa 31st Wave is a beach. Wave is a beach. Yeah. Wave is a beach, Wave is a bahari. Kwa hiyo nilikuwa na nyimbo mule, nilikuwa nyimbo 7. Lakini after kuachia project nikapata chance ya kufanya nyimbo na Mr. Blue. Ilikuwa ni remix ya ngoma yangu kwanza kuachia inaitwa East Side. Okay. Inaitwa 2021. So sasa hivi plan yangu ni kufanya video ya hiyo nyimbo kwanza, you know, and then niachie alafu nitoe Wave is a Beach extended, and then from there Wave is a Beach ni kama EP, lakini kama album. Okay. You know, ina nyimbo 7, lakini kwa nikitoa na extended version inakuwa na nyimbo nyingine 5 ongeza, inakuwa kama 12. So ni kama album lakini ni mini album. Kwa hiyo yeah, hizo ngoma zote All I Know, New Life, Nofia zipo mna nyimbo nyingine zinakuja, lakini unajipangaje sasa kwenye soko hasa la kimataifa? Kwa sababu at least ukilinganisha na wanamuziki wengine wa hapa, wewe una exposure huko nchi ambayo zimeendelea kimuziki. Kwa Afrika ukitoa Afrika Kusini ambayo ilitangulia sana, baadaye Nigeria ikafuatia, ndio miongoni mwa zile nchi mbili ambazo zina lead Afrika kwa muziki wa kizazi kipya. Sisi watatu Tanzania. Sisi watatu. Kwa muziki wa kizazi kipya pia lazima tuzingatie hilo. Kwa sababu ipo aina nyingine ya muziki, kuna watu wanafanya vizuri kuliko hata hizi. Of course. Tutarajie nini kutoka kwako kwenye kupeleka muziki sasa kwenye soko la kimataifa? Actually at some point consider hii Afrika nzima. Mbona kama Marekani wanaconsider Marekani kama ni bonge la nchi? Yes. Na sisi wa Afrika tukiwa at some point tukiwa hivyo kwamba mimi kufanya nyimbo na mtu wa Nigeria au kufanya nyimbo na mtu wa South au DRC, inakuwa ni sio amna barriers au amna vizingiti, you know. Tukifikia point hiyo itakuwa vizuri sana, lakini njia pekee ya kupenetrate kwenye hizo market ni kufanya collab na either na producer, either na influencer au wasanii wenyewe. So the next step for me is target audience hivi. Kwa sasa hivi nimeanza na Tanzania, ndio maana nafanya nyimbo. Nimefanya muziki for long time, 7 years, lakini watu wa consider kama as long as unaimba kizungu unaonekana kama vile you are like a foreigner. Yeah. Umeona? Lakini ukifanya nyimbo na Tanzania inakuwa rahisi kama reference kama kujua. Ukafanya nyimbo na ukafanya nyimbo na hiyo. Kwa hata uko Nigeria au wapi, ukifanya nyimbo na chance na Wizkid, Burna Boy, whatever, wanakujua kwa hiyo ukafanya nyimbo na fani amtokea hapa, amtokea Tanzania. Kwa hiyo inakuwa na make sense. So the next step for me is more collabs and more music. Yeah. Okay. Soko letu la muziki sasa hivi lipo kwenye streaming. Yeah.
digital platform na streaming. Nyimbo zako ziko kwenye hizo njia zote? Sisi ndo wale wasanii wadogo mwanzoni wa streaming era. Kwa hiyo sisi ni mainstream artists. Mainstream artists, okay. Tofauti na wasanii wa radio au wasanii wa television, sisi tulifocus sana na Spotify na Apple Music. Tunaamini sababu ndo labda kuna mafans na nini, lakini muziki wote kumbe wote ni mainstream artists. So tupo huko. Unaangalia na unatazama showcase, na shout sana pia kwa brand ya African Wave ya kwake Wave Flavor. Umeona kwenye huu wimbo imeonekana vizuri sana, na ndio hiyo ambayo ameivaa. Bana, zipo za kutosha au unatutamanisha tu kwamba hii brand ipo afu tukitafuta inapatikana kwa uchache? Zilitoka first phase zika sold out, lakini soon tuna restock. Okay. Kwa sababu nimependa title African Wave, brand fulani hivi inaenda mjini. Hata Cape Town mtu akiona tu anasema hiyo selection ya color nyekundu na neno hilo African Wave, lazima mtu aulizie. Kwa hiyo I'm proud, I can say. Na Afrika Kusini unaiuzaje? Afrika Kusini sijauza bado. Kwa hapa nyumbani shaiuza? Hapa nyumbani nimeuza kwa baadhi ya watu. Ufikiri kwenda nayo kwenda kuiuza Afrika Kusini? Nimevaa kule, nisha tease. Kwa hiyo watu wameshaweka order, lakini so soon nahisi nitawapelekea. Kwenye No Fear ulikuwa unamaanisha nini? No Fear. No Fear ni nyimbo kwanza, title yenyewe ilikuwa Summer 16. Ilikuwa inakumbushia tu enzi hizo nilipokuwa 2016 I was like in high school, nilikuwa nimaliza high school. Kwa hiyo ni nyimbo fani hivi ya kuhusu like a lost love. Enzi hizo kwamba zamani nilikuwa sina hela, sasa hivi nimerudi. Umejipata kidogo. Nimejipata, kwa I have no fear. So ni nyimbo fani hivi ya kuhusu lost love na maisha. Okay. Kuna kitu ambacho kilikufanya mpaka ukaandika wimbo, kilikuwa ni kisa kikubwa sana au? When he was 16? Ni kisa kikubwa, lakini sio kikubwa kiasi hicho. Ni kisa tu kwamba tunajua mapenzi yalivyo, you know. Na enzi tulikuwa wadogo, tulikuwa tuelewa mapenzi ni nini. And then mtu anapokuacha kwa ajili ya vitu fulani hivi, unakuwa hauna budi zaidi ya kutulia tu na kusubiria muda. Na baadaye kuja either kupata revenge au kupata kitu bora zaidi. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo imepigwa tu beat. Kitu kwanza kinanikumbusha ile feeling kwamba enzi hizo. Na ni nyimbo ya Afro, tofauti sana na trap. Ndio maana nimemshirikisha producer wangu anaitwa Matun. Kwa ni Matun X Wave. Kwa ni nyimbo fana ambayo ilikuwa iko pembeni, tunarekodi kama demo, ilikuwa haina hata drums, haina nini, kwa ni kidemo tu like one loop. Nikarekodi hisia zangu afu nikaweka pembeni. Alikuja kuplay siku Monster kaisikia, mbona nyimbo kali sana hii, mtu imalizie. Kwa tukamalizia, and then from there ikawa tukasema shoot na video, sababu nilikuwa niko Bongo, ilikuwa ni December iliyopita hii. Kwa tukashoot video and then it came out. Sawa. Wenzetu nchi kama Nigeria, South Africa, kwenye aina ya muziki wao ambao anafanya, wanafanikiwa sana kwa sababu wanaweka tune ya asili ya maeneo wanapotoka. Sisi tuna makabila zaidi ya 125. Ukichukua tu Wanyamwezi ambao wanatoka Tabora, kuna kitu ukitafuta cha asili ukaweka kwenye muziki ambao unaofanya, kinaweza kufanya utofauti wa aina trap ya kawaida na trap ambao wanafanya watu wengine. Mwanza the same, Wasukuma, jirani Singida, kuna kitu nacho Dodoma, kuna Wagogo, Morogoro, kuna watu wafupi samani watani zangu wa Luguru, wana vitu vyao fulani ambao ukivichanganya. Haujawahi kufikiria hizo sound uziweke kwenye aina ya muziki ambao wanafanya ili utengeneze kitu kingine kizuri? Umenipa idea actually. Nitaenda kufanya kazi, especially sababu Wanyamwezi tangia zamani tulikuwa na nyimbo nyingi sana Wanyamwezi. Wako na record watu zamani, kwa hiyo japokuwa sampling, dunia ya sampling ni tofauti sana. Sababu hapo unaongelea kuhusu kusample, kusample sound. Na mwisho naona ali sample sound za zamani alikuwa kwenye nyimbo S2 Kids na Bansa Mdee, na hisi kuna album moja walisample nyimbo zile. Umeona? Haileti shida, japokuwa sampling ni kwamba tu clearance kwa wewe alitengeneza hiyo nyimbo na ku approve. Kwa hiyo ni kitu cha wewe consider kwamba now it's time kwamba nianze kusample hizo nyimbo, na zinakuwa zina maana zaidi ukiwa mtu. Sasa hivi ukisample ukiwa underground inakuwa tu lakini after some point unakuwa nimesample nyimbo fulani, and then naomba uruhusa yule mtu, and then inakuwa na make sense. Hata kupata hela inakuwa rahisi kumsupport yule msabu, obviously ni msanii mkongwe. Sasa hivi atakuwa vizuri au whatever. Kwa hiyo hata kupata zile na kwamba poa, asilimia 50 na mauzo nyimbo hii yanaenda kwa msanii huyu hapa, you know. Kwa hiyo umenipa idea nzuri. Sure. Wazazi wanakusupport kiasi gani kwenye muziki sasa? Tuachane na habari za shule kwa sababu obviously wamekupeleka South Africa shule kwa sababu ni
kuhakikisha kwamba unatoka na unafanya kitu ambacho unakipenda kwenye muziki, kwamba uko chuo bado unasoma lakini kazi yako shule unasoma inakutoa kufanya muziki. Yani hivi unavyorekodi na kufanya nini ni sehemu ya practical ya muziki. Wanasupport muziki wako kwa kiasi gani? Yani kwanza nakwambia kabisa fact, nisingefika hapa kwenye interview bila kuwa na support ya wazazi. Yani wao ndio ukachana vitu vyote hivyo wananipush kwamba kwani usifanye interview hii, hata leo nimechelewa lakini mama ananipiga simu kama wewe mbona hujafika mpaka sasa hivi whatever. Kwa hiyo support yao ni kubwa, ni kama 110% kwenye support, wanaposupport ukishana na ada na vitu vyote hivyo na uhuru wanaonipa. Unajua unaenda studio unarudi nyumbani usiku, you know. Wazazi wengine wana mind, lakini washo wangu ni kwamba poa, we know what we're doing. Lakini sometimes kutembea usiku ni hatari. Bora hata studio kwa huko, you know. Kwa hiyo wao tukua hiyo lenient na hizo mishe zangu, mimi nanipa moyo sababu najua asifanye kitu cha kibaya na focus na maisha yangu na muziki wangu. So yani support yao ni 110%. Okay. Kama kijana kuna vitu unaweza kuwa unakutana navyo ambavyo vingine ni vizuri na vingine ni vibaya. Wanamuziki wengi wakubwa hapa Tanzania ambao tuko tunafahamu wenye majina makubwa walipotea na wanapotea tunawaona walipoanza kujihusisha na madawa ya kulevya. Wewe uko sehemu ambayo kujihusisha na madawa ya kulevya ni rahisi sana. Unaiambia nini jamii ambayo inakutazama? I think I was lucky kwenda South Africa when I was older. Nimeenda kule I was 25. You know, kwa naelewa kila kitu, nishakaa Bongo hapa naelewa kila kitu kuhusu masuala hayo. Kwa hiyo hata kufika kule sababu ukiongea kuhusu madawa na hivyo vitu vyote ni wewe tuna mazingira yako na unavyojiweka. You can evade those things ukifocus na maisha yako, you know, na nini unataka kwenye maisha. Kwa hiyo sio rahisi kuepuka hivyo vitu, lakini inabidi tujue ulipotokea. Mimi kibao kule niko South Africa labda napata racism mbele yangu, unajua kuna wazungu wengi. Lakini nikifikiria nilipotokea mimi nimetokea Urambo huko, kuna maskini kibao. Siwezi kwenda kufocus hapa eti nianze kuanza kumind kwamba huyu jamaa kanibagua wakati kuna familia kibao bili nizifeed huko. Kwa hiyo unaziwakilisha. Kwa hata nikiona madawa najua madawa nimeshashuhudia watu kibao wanapotea. So madawa mapenzi, yani kuna vitu kibao ambavyo unaweza kusema baba kubeti, kuna vitu kibao ambavyo mtu usipokuwa serious navyo vinakutoa kwenye reli ya ndoto zako. So I was lucky kwenda kule when I was older na nimeweza kuviepuka hivyo vitu. Japokuwa challenge bado zipo nyingi. Unaweza kusema madawa lakini kuna anaweza kapita mrembo hapo, you know. Hapo ndo kwenye shida kidogo. Kwa hiyo yani unaweza kusema mambo yako yote 3 months ikaharibika kisa kapita mrembo mmoja tu kwa sekunde moja. Kwa hata vitu vyote hivyo inabidi tu you know, you only live once, lakini inabidi uwe serious. Bata wewe unakula siku moja ukiwa chuo nini? Tumekula bata mpaka mwisho na tulivyokuwa chuo hapa Dar es Salaam. Sasa nimesoma UDSM, kwa hiyo tumekula bata mpaka mwisho. Hata kule nikienda kule bata na kwa watu je, nishakula sana bata. Sasa hivi mwenyewe nataka tu nifanye vitu vyangu nipate ninavyotaka, you know, niondoke. Sababu maisha yenyewe you only live once, usiku kujua naondoka lini. Kwa hiyo bata linalika, lakini kama kijana kwa age ambao umefikia sasa hivi umesoma UDSM, maisha ya chuo hapo unayajua vizuri. Sawa. Na umepata bahati ya kwenda kusoma Afrika Kusini. Na uzuri kwa Cape Town, moja miji mikubwa Afrika Kusini. Kuna vitu vingi unaviona kila siku unajifunza. Kwa mwanamuziki ambaye anaanza, kijana mwenye ndoto kubwa ambaye hajui ABC, nini ungependa kumshauri hasa ambaye anakutazama sasa hivi? Kwanza unabidi ujitambue. Cha kwanza kabisa unabidi ujue muziki wako, sababu achana na maisha. Kujua ule muziki wako, nini kinakuinspire wewe. You know, kuingia studio, nini kifanya uanze muziki tangia mwanzo. You know, and then from there on vitu vyote hivi vitakuja tu. Mambo yote ambayo unawaza, mambo yote, mambo makubwa yote unawaza yatakuja. As long as unajua muziki wako nini. Atatokea mtu mmoja atakudeviate kwenye muziki wako, atakwambia kwa nini usifanye mapiano, usifanye hivi. Umeona? Sawa, ni muziki wote ni muziki, lakini unapoanza kuchukua idea za watu na kuanza kuingiza kwenye muziki wako, mwisho siku una lose identity yako inakuwa. Sababu mtangia mwanzo mwanzo kufanya muziki, unahisi watu wangapi wameniambia kama usimbe kizungu tangia enzi hizo. Lakini nipo hapa sasa hivi usimbe kizungu. Nipo Azam TV. Wewe usikwambia wale watu ambao hata sasa hivi hata mshangata afanye muziki, lakini enzi zao wanakuambia usimbe kizungu bwana, huwezi kutoboa, huwezi kusogea. Kwa hiyo nahisi hiyo usawa identity yako, usawa nini kifanya uanze hii muziki, movie, art yote. Usawa ya identity, your core identity. Na pia cha pili, find inspiration. Like for real. Find something to inspire you. Mimi inspire Travis Scott, kila kitu chake. Travis Scott. Nasoma interview na mangalia show zake. Kwa hata nafikia point anachoimba najua kabisa Travis ameimba kitu
najua kilitokea mwaka 2018 June Abasi kufanya na baligombana na Kylie Jenner. Najua vitu vyote kwa sababu yeye ndo anchor yangu ya ya maisha yangu na muziki wangu. Kwa once you find inspiration kama ni mzazi wako. Lakini upata inspiration ile unatembea nayo japokuwa unaongeza vitu vyako sababu ile si ni anchor tu, ni backbone. Kuongeza nyama za maisha yako and then nakupa nafasi umshukuru baba na mama, ungependa kumwambia nini? Sasa hivi wamekaa na kuangalia. Baba na mama wanajua jinsi gani nakuwapenda and there's more to come. Mimi naomba tu uzima sababu health is wealth. Sure. You know. Lakini I thank you so much for the opportunity you have given me. Sababu bila nyie nisingekuwepo hapa, nisingekuwa nafanya vitu vyote hivyo. So yeah, mengi zaidi nitafanyia huko mbeleni. Sasa hivi ni small stage. Yaani kwenye mziki niko kama kwenye 9%. Okay. Umeona? Kwa hiyo tukifika 50 au 60 tutaongea tena nakwambia okay, nimefanya hivi na hivi na hivi show yangu sababu walifanya hivi na hivi na hivi and then it makes sense. Lakini sasa hivi inakuwa tu ni kama propaganda. Okay. Waving unapatikana kwenye social media. Kwa jina gani? Natumia Wavy Flava, Instagram, Twitter, niko TikTok, WAVVY. Unaweza kuweka _FLV, FLAVA, Wavy Flava. Okay. So yeah, everywhere, YouTube, kila sehemu. Kama ungependa tumalize na wimbo wote wa Travis, ungechagua wimbo gani? Mimi napenda ni video lazima iwe au video. I know. Wimbo I know Travis Scott, I know. Okay. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Tumekuwa na time nzuri sana. Asante kwa kufika. Asante pia. Kwenye showcase. Ukiwa na jambo lingine anytime karibu sana. Tupo. Huo ndo mwanzo. Nimekwambia niko 9%. Kwa nikifika 50% nitarudi tena hapa. Nakwambia bro. Sasa hivi niko hapa na hapa na hapa. Tukifika 100 tuone itakuwaje. Haina shida. Tunakutakia kila laheri. Asante sana bro. Mtazamaji wa Showcase, nakushukuru sana nawe pia kwa time yako. Tumekuwa na wakati mzuri sana na umetufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa tunakwenda ukingoni. Shukrani sana kwa wewe ambaye umetazama kutoka Tanzania, nje ya Tanzania, nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Shukrani sana.